when you have that little faith, unapokuwa na imani ndogo kiasi hicho, hakuna neno utakalo litamkia ondoka lisiondoke. Ina maana hii ni sickness, ni ugonjwa. Una uwezo kuambia ugonjwa ondoka, achia mifupa yangu, achia mwili wangu, ukaondoka. Sio kwa maneno, kwa imani. Kuna mtu anaweza akawa amekaa kitandani, yamkini hata ongei kitu, lakini ndani ya moyo unamwambia, imani, that faith inamwambia haupo. Wanadamu katika kuishi kwetu tuna safari mbili kila itwapo leo. Kuna maisha unayotembea nayo katika mwili na maisha unayotembea nayo katika roho. Hii ni safari yako unayotembea nayo kila siku hapa duniani. Tunapoongelea faith au imani, ni operation katika roho, sio katika mwili. Lakini andiko, Biblia inatuambia kwamba kila kitu kinaanza kutoka wapi? Kutoka rohoni, then kinakwenda kufanyika wapi? Mwilini. Andiko liko, Biblia inasema kila unachokiona tayari kilishatendeka. Yaani kwenye maisha yako katika mwili, wewe unashangaa tu, kilishajiform in the realm of the spirit. Ina maana ungekuwa sensitive enough, maisha ya rohoni ndio kinga ya mwili wako. Maisha yako ya rohoni ndio kinga ya mwili. Kinacho manifest ni kile ambacho tayari ulikuwa unajilisha katika roho. Sasa inategemea katika roho unajihudumia vipi. Maisha yako ya rohoni ndio chakula chako ambacho kinakuja kuleta majibu ya mwilini. Unaposema nataka kuwa na biashara, hii biashara iweze kumanifest, lazima mambo ya rohoni yafanye nini? Yaanze. Kwa hiyo maisha yako ya rohoni ili yakue na yawe na afya njema, yanahitaji sana imani yako. Andiko hili lizingatie. Yesu anawaambia ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Yamkini hapo ulipofikia, hatua ulizonazo, changamoto kubwa ulionayo ni upungufu wa imani. Ukiwa na imani utamuona Mungu pale alipo. Kabla hujafika kwenye hiyo kanisa, jikague kwanza wewe. Otherwise hata ukaenda wapi, hata kama kweli kuna uponyaji, ni bure kama wewe mwenyewe ndani ya moyo wako hakuna imani. Sema jirani, una imani? Ni maombi yangu Mungu leo akakuhudumie. Hiyo roho ya kutangatanga leo iwe mwisho katika jina la Yesu. Ni maombi yangu, imani yako leo Mungu akainyanyue kama punje hiyo ulioshika, ili kutangatanga iwe mwisho. Tunataka uponyaji wa mwili na roho. Tunapoongea kukombolewa au kuponyeka, maana yake ni kuwa huru. Maandiko yanaposema niponye nami nitapona, maana yake nini? Pale kupona, neno kupona maana yake ni kuwa huru.